Yeah. Yeah. Baba ni waoyo, toto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamujile kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya toto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba Oh, siku 7. Oh my God, it's 10 beats on the track. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamujile kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya toto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba Oh, siku 7. Ndani ya siku 7 nimeelewa siku 7. Jamani, siku 7. Oya. Hey. Vipi mbona nalala? Kama melala umejiachia nini? Mguu bala mguu bwana. Kujisema vijana sasa hivi wanakuambia mguu barabarani mguu polini. Vijana mama. Acha mvako. Unajua nini? Enjoy kitu fulani sijui. Enjoy kitu fulani kwa watu kama zitu fulani. Tunaweza fulani. Mimi nimeenjoy. Kweli? Sasa kuna kitu kimoja hapa. Unajua muda umeenda. Na nimetumika niondoka, lakini kwanza kabla ya yote hapa kuna mtu inabidi nipigie simu kwanza. Niishi kwanza hapo kidogo niongee naye. Niongee kwanza hapa. Kidogo yana kuna hela kama milioni 2 hivi inabidi sasa nipate. Kwa hiyo ngoja kwanza hapa nipigie. Dogo vipi? Sasa vipi sasa kuhusu mazingira ile kiwanja cha yule bwana kule? Maana hela yangu nyingi sana unajua nayo takriban si milioni 2. Basi kwanza mpigie maana mimi namba yake sina. Naishi vipi bila salio ndugu yangu? Kwa hiyo una salio? Basi ngoja tufanye mpango hapa kutumia uwasiliana naye. Unajua hela hiyo ndugu yangu? Haya poa. Mdogo bwana. Kuta mtu anaishi mjini lakini hana hata pesa wanasema. Sasa mtu tufanye kitu kimoja. Simu yako itakuwa na angalau hata kujero 2000 3000 hivi. Hebu acha basi. Hebu angalia basi kwanza. Kweli mimi simu yangu kaida nikitoa hela yani namalizaga yote. Hamna. Sasa ndio uangalie mami. Mbona kwa hivyo? Hebu angalia salio hapo nini Nakusaje hela mtakiki mjini hapa. Yaani mwanamke mzima rafiki yangu ana shilingi 70 kwenye simu kwa hiyo. Mimi ndo kaidangu na tuongeza hiyo. Salio lako jipya shilingi 70 what? Inakuwaje mambo kama haya? Sasa hapa nifanye kitu kimoja hapa. Wala kuna namba ya mtu fulani niandike hapa. Nijaribu kumpigia afanye kunitumia hela kwanza. Subiri kwanza. Mbona jiamini? Tulia mama. Tulia hapo. Okay. Vipi kaka? Sasa bufanya kunitumia kama 150 hivi kwenye simu yangu. Sasa hivi kwa sababu nina shida naye. Basi bwana. Hapa itakuwa fresh sasa.
kutokana na mazingira unajua nini? Lakini mimi ngoja nifanye mpango kwanza. Nifanye mpango wa kutoka. Msubiri kwanza. Vipi? Sasa tunaondokaje? Sinaondoka kama ninavyoondoka kuna shida. Tunaondoka mimi jamani hujanipa hela. Sasa sasa nimetoka kuongea na mtu kuhusu masuala ya pesa. Huyu ananitumia pesa, anaenda kukutolea na kuletea. Yaani wewe utoke hapo ukatoe hela. Uaminifu mimi si inawezekana. Basi sikia, ngoja tufanye kitu kimoja hivi, kutumia hapo. Ufanye kukutumia mwenyewe basi. Kama sio hapo sawa, hapo muongee. Okay, na shilingi tayari pesa hapo kuna 50. Simu yako yenyewe haina salio, ina shilingi ngapi? Si tumeona hapa shilingi 70, sio shilingi 70. Wewe tulia hapo na kutumia sasa hivi hapo. Okay. Chuma hicho. Vipi? Unapeka hapo? Hapo fresh eh? Hapa fresh. Au si? Unanifukuza tena? Wala sikufukuzi. Uko na haraka. Weza kujiamini bwana. Jiamini. Basi sasa. Bye. Goodbye. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamu jiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae 2000 ilipo na ipo. Sasa hivi. Safi mambo. Haina shida wetu. Sasa wewe tu. Ilipo ipo wapi? Ipo nataka kutajia. Bwana ipelelezi. Kulia mtoela. Tugangu tu atunda. Twende. Hilo ndio. Sasa, omimie. Mama acha kwanza watoe kwanza tumaliza. Tunaanza. Namba ngapi? 98 26 011. Nanichangaa hela ipo muhimu nisaidie. Dada unaona kama kuna hela? Hela ipo huko. Kweli? Ndio. Hebu angalia. Baba ni wa mtoto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamu jiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae wakati wengine ndo wanapita nao, na kama unavyojua mapenzi atotwa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Oh, siku 7 ndani ya siku 7 nimepewa siku 7. Jamani siku 7. Oh, siku 7 yamenyumba bani hoe ndani ya siku 7. Tena bani mpigie nimepewa siku 7. Kama sitaki ndani anitoe. Jamani siku 7. Na mchumba wapi nitoe sijui. Endelea kutoa. Wewe nini bana kuchanganya?
Shako kwa nyinyi ndeni huko. Sasa 2000. Mimi natoa 2000. Ama 50 mnajani ndo alishakopwa. Pole ndugu wangu, maana tumepata tu mazaliliko ya bure. Tumemchamba mkaka watu kule, matokeo yake hakuna chochote. Tafanya, asante. Kwani ilikuwaje kwaje? Yaani hapo nadhani imekuwaje? Ukiangalia yaani yule kanichezea kamchezo tu, kiufupi niseme kanichezea kamchezo. Mimi nilijua pesa imeingia, kumbe yeye mwenzangu kachukua namba yake kabadilisha jina katika simu yangu, kaandika Tigo Pesa. Ndio pale napiga namba yake natokea jina Tigo Pesa. Kwanza uniambia wakati anakutumia hiyo pesa, umeona kabisa mama umeingia. Mama nimeona kabisa Tigo Pesa. Sasa namba yake walimsave nani? Pia hapo kujiongeza au? Namba yake mimi nilisave tu jina tu ambao tofauti na hilo hapo. Ila tu yeye nahisi kuna muda aliniazima simu yangu. Nahisi kabadilisha jina. Na mama anaenda kutoa hela imetokea Tigo Pesa. Pole. Sasa una mpango na gani mpaka sasa hivi? Sasa mimi nitakuwa na mpango na gani? Sawa. Kikubwa tu tumuombe Mungu akupunguzie mitihani. Maana huo pia ni mtihani. Mimi naona tu yashapita mambo. Niachane naye tu. Na hata hivyo kuna jambo pia nimelifikiria hapa. Naona tu bora tu mimi niamue kuolewa basi. Wewe. Kuolewa? Wewe ulisema hutaki kuolewa wewe. Ukiolewa familia yako anailishana. Na unafanya hii kazi ili kuisaidia familia yako. Naolewa kazi maisha mengine. Naachana na kazi ya kazi miti na basi. Hongera mwenzangu. Kama umefikiria hivyo, ila si wengine muda wetu wa kuolewa bado. Ukifika na siku tayari utakie tu maisha mema kwenye ndoa yako. Sawa. Sawa. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo, ila siku makelele, ndoa ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya elfu mbili. Karibu baba. Hapa ndo nyumbani kwetu. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Mimi kikubwa niseme kwamba nashukuru. Tena nashukuru sana. Kutokana ni mara ya kwanza mimi na yeye tunaonana. Kweli. Maana nashukuru sana. Asema shahofu umefika. Babako bwana mazingira yake najua mimi. Kwa hiyo hali uliyokuta hii ndio familia ametoka hapa. Kwa hiyo ndio hivyo. Akiwahi kurudi taonana. Lakini ametoka ameenda kwenye mambo yake kidogo ya mama. Kumbe anapiga vitu vyake. Babako kidogo kachangamka, toa maji. Mashaallah. Ila atawahi kurudi maana nimeongea naye. Kwa hiyo nisikie huru. Kwa hiyo kumbe anakingiza kidogo. Unajua tena mambo binadamu kila anachoamua ndio hicho mtu. Unajua kuna umri ukishafikia lazima kuna baadhi ya vitu vingine utakuwa unajiongeza. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu kila mtu kwa sababu hata babangu pia anapiga. Kwa hiyo nisikie huru. Karibu sana, mimi nilokuepo natosheleza. Ngoja tufanye zoezi letu ili muangalie bibi. Na hata yeye sije kumuona kweli mpaka nisikie hamu. Jinsi alivyo. Hapa shida. Mimi niko mwanangu. Simama. Geuka. Geuka tena huko nyuma. Kweli. Tembea kidogo. Umeona baba mtoto? Baba hajaongopa. Mwanangu hana baya. Geuza urudi huko. Baba hajaongopa kusema kweli. Mzee dogo sidi. Hajaongopa kabisa. Nashukuru kwa hilo. Mwanangu umemuona huyo. Hana matatizo. Hana ukilema. Kwa hiyo tena ukilema baba labda ukamtie wewe. Alafu mama yangu usichogo ulicho yani ambacho kitu ambacho wewe ukifahamu. Ya muone na mimi bwana kusema kweli kupiga siwezi. Kwa sababu ninavyoona mimi sinywi pombe, sivuti bangi,
Silimirungi, hakuna kilevi cha aina yoyote ninachokitumia. Alafu pia vile vile mimi mwenyewe nimempenda kwa dhati. Japokuwa sijamuona sikatai. Lakini masala kupigana tumwachie Makino na Dula Mbabe. Unasisitiza hiyo sawa kwamba hujamuona? Sasa unatamani kumuona. Utamuona. Sasa kwa leo kumuona haiwezekani baba. Usiwe na haraka. Hivyo. Utamuona tu. Sawa baba, basi mimi ngoja niende kwanza kwa mzee mwenzangu kwa nini? Maana nimemwacha muda mrefu. Narudi. Hamna shida bwana, sio tupo hapa. Naongea kidogo na mchumba wako. Haya. Kama sitaki ndani anitoe, jamani siku sana. Na mchumba wapi nzitoe, sijui. Mzee mwanangu. Naona unasinzia. Kuacha peke yako. Nikufanye maarifa kwanza kidogo, sijui soda gani. Kuna kupika tumechelewa. Soda yoyote tu. Na wewe mwenzangu sio uko wapi? Huyo mwenzio bwana ametoka. Ameenda kupiga mambo yenu, ameenda kupiga mama kidogo. Muziki. Sijakutana na mchumba na dingi Mchumbangu. Kwani wewe kinako nani mchumbangu? siku saba. Ongea basi nisikie nafasi zako za kulitemba si wapi? Maskat Dubai. Jipa nisikie hata sauti yako kidogo, mambo kujifunika kama unakuja kuolewa hapo. Mbele kwanza uchumba. Jipa nisikie hata kidogo nafasi zako za kupemba huko si Dubai huko Maskat. Nenda kupiga wingi. Usije kwa kuyumba. Ninako nani kwa mpenzi? Mimi naitwa Gift. Sasa mpenzi, sikiza kwa kitu kimoja. Hapa tupo wawili, mimi na wewe. Kujisemea wewe nakwambia team ta. Yaani team ta mimi na wewe double impact. Cha kufanya sasa, hebu funua basi hata sura nikuone. Mama yupo hapa. Funua basi na wewe jamani. Funua basi. Au unaogopa? Funua. Unajua moja. Kumbe tukapesa kiasi. Umenikosa. Yaani kwa wewe ukimbia hivyo na ukiingia kwa hizi. Wewe uko hapa. Dada subiri nikuonyeshe. Wewe mtoto wewe. Baba mkwe wako huyu. Kwani nikuonyeshe kama sio baba mkwe huyu. Alamujire kwake ndo kauli zake, anamlazimisha mwanae kuoa wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi yatoto kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingi ho mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingi ho mwana gomba. Siku saba ndani ya siku saba nimepewa siku saba jamani, siku saba siku saba niamenyumba amani hoe ndani ya siku saba, nikate namba nimpigie, nimepewa siku saba.